Watu wangu nikiwaambia unyama umetoka kwa wanyama ukaingia kwa watu, mnakataa. Huyu jamaa mwenye mnaona hapa anaitwa Njuguna, na aka karembo kenye mnaona hapa aka karembo kanaitwa Chantel Waruguru Kagema, na nikakutoka pale Kiajadhi Village pale Mathira West. Aka kadem kalipotea Sunday, na vile kalipotea Sunday ilikuwa date 8. Kakaanza kutafutwa. Kumbe hiyo Sunday mamake alikuwa ametoka, akakaacha na kasista kingine ka 4 years. Wakaambiwa wakae hapo, mama yao anakuja. Mama yao akarudi kitu 6, akapata mbona Chantel ayuko hapa, ako wapi? Ndio Chantel akaitwa onekani, akaanza kutafutwa onekani. My friend, kumbe huyu mwanaume my friend ni ango ya aka kadem, ni ango ya Chantel. Watu wakatafuta Chantel from Sunday, Monday, Tuesday ndio Chantel ati anapatikana kama amerushwa kwa choo. After huyu ango yake sasa, wacheni niwaambie, damu zingine zinakuanga mbaya, na tuombee watoto wetu kabisa. Especially siku hizi hakuna cha kusema magirls ama maboys. Ombea watoto wako. Yaani ile unyama Chantel alikuwa amefanyiwa na ni ango yake. Mpaka najiuliza, tafadhali wa Kenya, si kama umekosana na mimi, si udili na mimi tu peke yangu. Why are you doing this inhumanity to innocent kid? Unaweza kuwa ulikosana na baba ya Chantel, lakini si udili na Chantel. Why are you revenging through the innocent kids? Because that blood will haunt you, my dear, till you are buried. After investigation kufanywa na DCI, ndio they have come to conclusion mpaka wakapata the suspect. Sasa suspect, he has been arrested, ambaye anaitwa Njuguna, ni ango ya Chantel. But my question is, haki ya Mungu, unajua nyinyi amujui Ivano ni nani? My friend, nimeona DCI wanasema wapewe 21 days za sijui custody or what. Mimi kama ni mimi, hapana, afadha mtoto wangu. Imagine Chantel alifanyiwa hiyo kitendo. You can't imagine wewe ukiwa virgin, ukiwa mkubwa, vile ulisikia uchungu mpaka damu ilikuwa inatoka ukifanyiwa hiyo kitendo, ukitolewa virginity. Think about baby Chantel. She was only 9 years. Oh my gosh. She was only 9 years. Huyo mtoto aliingizwa hiyo kitu, akasikiaje? How do you feel ukifanyia mtoto hiyo kitu akiwa analia? Hata hapo hakunanga utamu. And to make the matter worse, unamtuma Sayuni. Ukishamtuma Sayuni, unarudi tena unachukua mwili wake. Guys, Chantel body ilikuwa, unajua sitaki kuongea vitu zingine kwa Kizungu ama kwa Kiswahili due to YouTube policy guidelines, lakini alikuwa amefanyiwa hivi 1 2 3, si mnaelewa? Hata matumbo zilikuwa nje, matumbo za Chantel zilikuwa nje. Alafu to make the matter worse, anaenda kurushwa kwa pit latrine. Huyo mtoto hata ni bahati ameonekana.
Yaani huyo mtoto ni bahati ameonekana. Huyo mtoto sijui hata angeozea hapo na watu wakose kujua. Umefanyia mtoto unyama, umerudi tena ukamfanyia hivyo mpaka matumbo zikatokana nje. Alafu tena ukaenda ukamrusha kwa pit latrine. Si ungemrusha tu mahali watu wangempata haraka. Na yeye Mungu huwa achelewi. Mungu huwa usiwahi cheza na watu wengine because you don't know how those people pray. You don't know the relationship between them and God. Oh my God. Ango wangu mimi anifanyie hivi because of why? Look at this ango vile ana look like he is innocent. Alikosa tu bibi. Imagine alichukua ka sister ka Chantel ka 4 years, akakapea 10 bob, akakambia kaendee sweet. Akabaki na ule Chantel kwa nyumba. Ndio sasa akachukua Chantel. Akamfanyia huku nyuma. Akamfanyia tena mbele. Sasa sijui mtoto alikufa in the process ya kufanyiwa hivyo ama aliona huyu mtoto atakuja amseme ndio akamtambariza, akamtuma Sayoni. Guys, have you seen that story? Watu wa Mathira, tell us what is happening up to now. Tell us how full you are. Muachilie huyu ango apelekwe police station kufanya nini? Mungemalizana na yeye hapo tu hapo. Mimi hapana. Mimi unaniambia nikuje tukesi nini wakati ambao mtoto wangu umeshamtambariza? Umetuma mtoto wangu Sayuni bure kabisa. Huyu ni mtoto innocent. Amekufanyia nini? Wewe umemfanyia unyama. It's okay. Yeye amekufanyia nini? Amekufanyia nini ndio hapitie haya yote? Umempitisha unyama. Hata hii sio unyama. Sijui nitaweza iita aje. What has she done to you? Ni babake amekukosea? Ni mamake amekukosea? Ni nani amekukosea? Hii mazishi itakuwa aje? Eulogy itaandikwa aje? Will the uncle be allowed to attend the funeral? Wakenya, this is not the first case. Kuna ule mwingine alirushwa pale, ilikuwa apartment gani? Ni Roysambu ama ni Kasarani ama ni wapi? Alirushangwa na ango yake pia. A lot of these cases are happening. I don't know. This is why mimi nasemanga kwa nyumba yangu kama ile siku nitawahi kuwa na watoto, please, afadhali munione vibaya. But mambo ya ngoma andi kukaa na mimi, waende kila mtu atafute nyumba yake, sitaki. Ama watu wameingia Illuminati, wameingia kwa vitu zenye hazieleweki, because I don't understand what is happening with people. How dare is he to do this inhumanity to this innocent kid? What do you think, guys, transpired to this? Shetani, hata Lucifer mwenyewe ako na huruma, my friend. Huyu wango hapana. Anyway, guys, let me know what you think about it. Niambieni mnafikiria ni kwa nini huyu wango alichukua huo mkondo, akafanyia huyo mtoto hiyo nyama, akamkatakata na akamweka kwa choo. Tupatane hapa kwa comments.